Ni uzito ama shida wana wa Israeli walikuwa wakipitia. Sasa tendo la kuweka hema tunafanya lilifanyiwa kule Israeli miaka zilizopita. Kama Musa walianza kufanya kazi ni siku za ndani kabisa. Na jinsi Mungu aliongea, jinsi nimesikia Biblia inatuahidi. Tena naweza sema ya kwamba namrudishia neno la Mungu shukrani, ilitembelea kila eneo ikaokoa watu. Mimi siku hizi nikiketi chini nawaza kwa nini Mungu alinikomboa. Nakumbuka ya kwamba kama Mungu asingenikomboa sijui ningekuaje. Sababu boma nilikozaliwa tulikuwa watu wengi zaidi. Tulikuwa wanaume 13. Watano walikufa wangali wadogo. 8 wakakuwa wakubwa. Kati ya 8 waliobaki, aliyekuwa na shida kushinda watu wote alikuwa Abuya. Abuya ambaye amesimama alizaliwa kwa nyumba ya mwanamke wa pili. Nimezaliwa kama mtoto wa kwanza ama kifungua mimba kwenye hiyo mimba. Kama wenzetu wakubwa wameenda ambaye mmoja wao ni rika yangu. Ikifika miaka ya 63, ndugu wangu wakubwa aliitwa kule kwetu akuje kutoka Uganda. Kama babangu alimuita amwambie kwa nini aliwekewa telegram hilo siku. Jibu aliyempa babake mzazi ilifanya mimi ambaye nilikuwa nasaidiwa ilitoka kwa usaidizi mpaka leo. Anasema kijana wa ndugu wangu nilikuanzisha babangu. Nimekuita sababu mamako nilimuoa kama huyu amekufa. Nami niliwajaribia mshike mkono wa ndugu wenu ili siku moja kuwe mtu. Hakuwa na wazo kwa neno watasema. Alisema neno ya laini zaidi. Kambia babake mzazi ya kwamba hilo ndio jambo ulifanya uniite. Hiyo ni jambo siwezi nikayafanya. Hasa niache watoto wangu nikufunzie wako. Wewe ndiye ulimuoa, jinsi ulitufunza mfunze tu. Akachukua mtoto wake wa pili wakati huo. Akaniacha na babangu hapo. Hapo ndipo uzito wa neno lianza kuteseka nami ilianzia. Hati Mungu alinikomboa mwaka wa 75. Napenda kukumbusha kwa nini Mungu alinikomboa. Amen. Amen. Hasa sitaki kuwahubiria wale hawajui wanakotoka. Kushinda watu nimezunguka nao vitongoji. Wewe nikikupatana na wewe upande wako naweza nikikuambia neno mabaya upotee. Sababu Onyango anasema tukikuja kwenye shirika kama hii tumeleta shida. Nilikuwa nasikia nasema kuna sherehe kubwa katika boma la Yesu. Divai kaisha. Sasa tutafanyaje? Yule mama anaambia wafanyakazi wapo ya kwamba nendeni mkafanye chochote atakachowaambia. Dalili walipata kusaidika kupitia neno walisikia. Sema amina. Neno la Mungu mtu akikookoka
Rejesha maisha yako nyuma jinsi ulianza. Mwaka ulikombolea unajua zaidi. Mahali ulipotea ndipo ujui. Nacho kufanya unajua kana kwamba umepotea bali uko hapa ndani. Mzaliwa wa nyakati siku aliniambia Oyaya kopire. Oyaya mwana wa Pinde aliachwa na mke. Kisa wale wa mwanamke walimchukua mwanamke wao wanamfunzia matoto. Binti wao limeishi kwao. Mpaka boma likaenda likaanguka. Basi siku moja nikihubiri kwa boma ya Rambe bwana wa Kinatio. Shirika limechukuliwa na mwana wa ndugu wake Oyaya. Oyaya nilimjua Nairobi miaka wa 88. Akiwa mhubiri laini wa Nazarene Church. Asa nikifika kwao natamani kufika kwa boma lake. Oyaya boma lake limeisha, analala kwa ndugu wake akirudi nyumbani. Kwa vitu cha kushtuka na petana na yeye tukihubiri. Nikipatana na yeye namuuliza hapa ndipo kwetu. Hapa ni kwetu, hapa ni boma. Hapa ni boma lako? Lo, hapana. Hapa ni kwa ndugu. Yako ni wapi? Yangu maji ya kwetu iliangusha boma chini. Asa kama boma ama kwetu maji inajaa watu wanajua. Maji angusha hili kesho tunajenga. Hata iwe ni choo unajenga mwaka moja imekufa unajenga tena. Nawe imekushinda Oyaya, hii ni uokovu. Akaniambia ya kwamba hii ni wokovu tumepotea naye ndani ya Yesu hapa. Nasema ya kwamba Oyaya umesema kweli, ulipotea bali uko ndani ya Yesu. Sababu mhubiri na kiwango tulipatana na wewe. Boma lako limeanguka, mke wako anaishi kwao. Oyaya ulipotea hapa bali Yesu hauna, umepotea kwenye dhehebu yenu. Ndipo inafananisha na watu tumetembea nao zaidi. Wamepotea hapa ndani, kilichowapoteza pia wanajua. Wakiwa kwa shirika wajui. Tarehe aliokolewa anajua. Tarehe alipotea ajui. Usiku huu ningependa nikumbushe jambo kidogo zaidi. Enzi za agano, kama mtoto barubaru hana laini amekwisha pakwa. Anaitwa Daudi, tupenda kuongea kumuhusu sana. Daudi amepakwa kama babake hakujua anaweza kupakwa. Wakati huo Sauli akona makali zaidi oduo. Sauli amepotea. Ndani ya huyo mfalme wako. Niambie amina. Sauli amepotea kwa mfalme wake. Ile siku alishika Agag na fahali yaliyonona. Mungu akasema, Samuel akasema nimebadilisha moyo wangu kumweka Saulo awe mfalme. Huwa nilikuwa nafanya utafiti ya maneno. Hada Mungu huyu ambaye nahubiri anaweza badilika, anitaki bali ananiacha na ubiri. Amina. Baki. Kona na mimi. Niambie amina.
Anaweza kuniweka kiongozi na nimepotea hanitaki. Asa Mungu anambia Samueli ya kwamba nataka uende Bethlehemu, usitangazie mtu. Mnabii mkoani Mungu anamuongelesha. Yule amepotea, ana makali, hataki kusikia aende mahali. Hasa amechukua fahali yake, Waisraeli wamempa. Amesema anaenda Bethlehemu, hajasema anaenda kwa Yese. Nilifanya tafiti nijue hilo neno Onyango. Sema amen. Twatembea na wanawake walipotea, ukiwaongeleza wasikii. Wengine wamepotea, Mungu amewaacha, si Shetani amewapagawa. Shetani amempata kama Mungu amemwacha tayari. Hata wanaume tunaotembea nao, kuna wanaume Mungu aliwaacha. Kinachomfanya Shetani amempata pale kama ameacha. Sasa Samueli amefika na Mungu. Vita ni kali Onyango. Wameitwa kwa boma sababu mnabii anakuja. Mnabii atafanya nini hapa kwa Yese? Jambo iliyonileta hata niache hilo hadithi. Jambo nataka nifunze. Sauli akisharibu, Mungu akamwacha, akamteua Daudi. Daudi akapata pumzi, akasimama. Amerudi kwa kazi lake, alifanya ile mabaya. Mahali amerudi, amepatana na kazi hapo. Ewa iliyomuingilia ikafanya akashinda dakika, hata yeye ameshtuka. Hapo ndipo siku hizi nataka niwaulize watu, Mungu alikuokoa akakupaka mafuta huyo, kwa nini ameshindwa na dubu? Kinachokufanya yamshinda Mungu aliyekupaka na mafuta. Daudi amepatana na fisi, hiyo imelala. Simba ikicheza, amelarua mdomo. Ndipo babake anamuita, wandugu wako wana njaa, wapelekee kitu. Hapo ndipo alipata yule Mungu alimuacha amebadilishwa. Kwa nini tunashindwa wapendwa? Hatutaki kujua jinsi tumepotea. Ndiposa tunashindwa. Tumepotea, lakini hatutaki kukubali ya kwamba tumepotea. Kwa ufupi, Daudi akapeleka chakula, akaandaa vita, akaua Goliathi. Kuua Goliathi huyo imetengeneza vita ingine. Sauli walikuwa wanadhani anaweza mpenda Daudi, amebadilisha uto, amtaki Daudi. Sasa anataka kumuua Daudi. Mungu ambaye ubadilisha mawazo amechukua Yonathani akampenda Daudi kwa undani. Anasema mtoto huyu amefanya nini? Wewe kama huyu bado ungali hai, kama mtoto wa Yese bado uhai, hata wewe utakuwa na amani. Mtoto anauliza amefanya nini? Haleluya, haleluya. Jambo ni ngumu uduon. Odila mwana wa Ludo. Unajua Daudi alizuiliwa, hakurudi kwao. Amebaki kwa Sauli, kuna uzito pia. Tunaweza baki na wewe, bali wewe ni mzigo mzito, unatuumiza.
Aye. Bwana mimi. Pek matoro. Ile pek matoro. Wewe ndio uzito inatuumiza. Leo tumutamiloyo. Ushindi pia imekushinda. Walioshinda wataki. Wanakukasirisha wakipita kando na wewe. Usiku Daudi vita imemtosha Onyango Koduol. Amekimbia kaenda mahali aliua. Huyo ndiye Mungu natamani wanaume waishi naye. Huyo ni Mungu natamani mwanamke aishi naye. Mungu ambaye anaenda kwa adui. Ambaye anaenda na adui ukiwa. Amen. Sema amina. Mungu ambaye anapumbaza wadui. Mshujaa wa vita wakati huo Goliath mahali alikufa. Alikuwa mkubwa kama Odira. Ambaye alikuwa anaongozwa anaitwa Akish. Akish ni yule analinda mfalme. Kiongozi wa vita ambaye anapanga vita. Vita inamlemea Daudi Oduol. Daudi amejificha na usiku. Jioni kama kuna baridi. Amekuwa wazimu. Wewe wazimu wa kwao bado hujawabadilikia. Ndio maana bado unacheka jinsi unacheka. Na bado unasema kwamba uzito unapitia bali Mungu anajua. Hebu inua mkono wako hivi. Akisi anasema ya kwamba hapa jinsi wachawi wananichosha. Anachukua wazimu bali ajue anachukua shujaa. Ikata kwa ujuu. Jambo iliyosonga akiishi kwa Kish. Ameishi hapo mtu ambaye amenyenyekea zaidi. Yule mpole zaidi. Watu wakienda vita nasonga kidogo. Kigafla tu. Vita kienda kwa undani. Wale waliokuwa wakubwa. Waliokuwa wakitembea nao. Wakaweka hukumu. Wakasema ya kwamba Akish huyu ambaye umeishi anafananisha Daudi aliyeua Goliathi. Mara hii vita tunaenda haendi na sisi. Hata sisi kuna wakati unakuja tutawafukuza, tutaenda nawe kuna shirika. Ni wapi biashara unatupea? Ni wapi faida yako? Hata tusome Biblia kidogo. Siku huu nitaongea kwa kitu wakuu waliweka hukumu. Wahukumu wa ogemu wakaweka hukumu. Nasema huyu msichana tukimwacha jinsi anaenda. No. Hapana. Samueli wa kwanza 26. 29 aya ndogo 6. Kiini cha neno ninayotaka iko kwa 9 na 10. Tena nataka msomaji anasoma ambaye haikai nyuma. Ikikushinda uniache nisome, bado niko na macho. Wachonea. Eka Akish noluongo Daudi. Mowacho moluone ya kaka Jehova entie isebidori kendo mukni kod donjoni kaachiel koda e oganda
obedo malong'o e wang'a. Niwira pok aneno rach moro kuomi nyaka andalo mane rach moro nyaka andalo mane ibiroe nyaka koroni. To kata kamano jodongo ok gimor kodi. Emomiyo koro mondo idogi idhi gi kwe ni kik itim gima diketh chuny jodongo mag jo-Filistia. Peperusha mkono wako hivi. Ni Daudi nowacho ni Akish, to en gima nade masetimo? Wach ang'o miseyudo kuom jatichni ndalo duto mobedo kodi nyaka atinende? Momiyo ok iyiena adhi kodi gi jowasik jaduong'na maruoth. Akish nowacho ni Daudi, ang'eyo ni iber e wang'a machal gi jamalaika mar Nyasaye. To kata kamano jodongo mag jo-Filistia osewacho, jalni ok nodhi kaachiel kodwa e lweny. Sema amina. Utieno ni anu wuyo kuom jodongo madala moko nyinyi. Usiku huu nataka niongee kwa wazee wa kwenu ambaye siwajui. Moko noko kanyo Katoliki kama dukwisi chokete bato. Wengine walikufa kama Wakatoliki, wanavuta bangi wanaweka kando ya nyumba. Moko benona kwa leo lemu tufunde maana kipito negiweke chieno kineko. Wengine pia walikuwa waombaji na nyoka waliofuga wakaacha kando ya ua kama wajawaua. Atio yeke moko nomade. Mtoto wa Yeke wengine walikunywa. Wakaketi kando ya ua wakalala wakasema kuna. Mahali waliketi hapo ndipo Abuya alipata wokovu. Jinsi kwetu najua hadithi yake vizuri. Nikihubiri nao wana furaha pengine. Nadhani kama Yesu angekuja na gharama, mimi Abuya pengine pahali ningepatikana hakuna. Ndiposa mara mingi sipendi uzaha. Onyango mwana Oduor. Wale tulihubiri nao enzi zile. Ni wapi wanawake wanafananisha Dimbo? Ni wapi anafananisha Odunya Omena binti wa Kisumu? Ni wapi yule anafananisha binti wa Kodera? Anatuita watoto ambao wakilala wanaamka asubuhi. Ndiposa anauliza wazee wanahubiri Onyango. Wazee waliohubiri Utukwage walitafuta uhubiri kama Buya huyu. Wakatoa kwenye reli wakaweka kando. Onyango mdogo, wewe ni mzuri. Akish anaambia Daudi, jinsi ulianza kuishi hapa, hakuna jambo baya nimeona kwako. Hata wewe ukiketi unafananisha malaika. Ingawa hivyo wazee wamekuchunguza wakasema ya kwamba hauendi nasi. Hawa wanawake jinsi tumeketi nao. Je, kuna mama ametoa njaa ambaye akaleta chakula ikaingia? Boma watu walisema kuna leo hilo boma liko. Ingawa hivyo wazee wamerudi wakakaa kwenye makao. Watoto uliowazaa umewafanyia kazi kwa bidii. Wazee wamekataa. Jinsi alifanya tuendi nawe. Wazee wamekataa. Ndiposa wamefunzwa wamerudi kwa ulevi. Haleluya. Kuna siku tulikuwa na mjukuu wa Boro kule Kagana. Ugalo wanasema ya kwamba
Mwanamke yeyote ama mwanamume ameoa, yule biashara atafanya zaidi ni kuzaa binadamu. Wengine walizaa ukweli, lakini kuzaa haijawapea faida. Hapo ndipo nilifanya ujumbe nikisema hilo jambo. Wamezaa vizuri, wamefunza vizuri, wakapata pesa vizuri. Ingawa hivyo, wazee wamekataa. Wanasema ya kwamba kiacha aende visi anaenda, huyo tuendi naye. Unasikia? Jiinue uchukue watu wako urudi. Na kama tunadanganya wafalme, hakuna yule ajui kuna mtu alikufa kule Karachuonyo. Anaitwa nani? Ojwang Gilbert. Sisi ni watu wa Timbo. Ndio maana bado mimi mgongo bado iwazi hata kama nimezeeka. Mungu amekuja hata aniunganishie hizi vitu. Wale wakamfunza akaenda akasoma. Ojwang akafanya vitu akakuwa mwandishi. Blogger. Yule akiambiwa andika maneno mabaya kuhusu dual pesa ndio hii. Anaandika. Anaandika lakini boma lao. Na mkono wako kwa Yesu. Anaandika lakini bomani pao. Kuna nyingine kule kwetu anaitwa Lai. Yeye Ruto alimuita akamwambia ukiandika tena kurudi. Ndio maana matendo yako nafanya imekushinda. Unafanya zikifika mahali diwori zinakatika. Wale walikufa bali kuenda kazi. Wale walikufa wakiuliwa na njaa. Wale wakupalilia wanawake nzao. Wale wakutengeneza nyumba kwa shirika. Wana watoto uliowazaa binti wazuri. Hata ukisema ni watoto wa binti fulani, watazama nyuma. Wazee wamekataa. Usiku huu kwa shirika kwenye uwanja tarehe 31, nasikia Odira akisema hema tunaweka kwenye uwanja ili vitu vizito virushwe. Usiku wa leo nimesimama niwe na jibu lako. Mungu amesimamisha watanga niwe jibu ya boma fulani. Wazee wamekimbisha. Hata kama walipata shangazi anaitoa, huyo shangazi walimkimbiza, wakamrejesha mahali alitoka. Nafurahisha Mungu wa mpango. Kitu kimkataza analeta jipya. Hawana mjaribu na wanawake wamekataa. Ametangaza tari. Mwanamke atapatiwa mimba. Usiku huu naongea mtoto amezaliwa mchanga. Yule yao ametangaza kote. Huyu kijana nampenda, namfurahisha. Msikize wapendwa. Usiku nimesimama na Yesu. Yule kupatia watu. Sudari tuzuru kwetu. Kama sina nambari nimekoma. Usiku naongea kama nimeweza. Naongea kama nimebeba Mungu. Yesu nimesimama naye. Hata wazee waliamini. Amina. Hata mtoto mchanga wazee waliweka hukumu maleo ilale. Usiku nimesimama na shujaa. Yule naongea kumuhusu.
nusu. Mguu wake mmoja imekanyaga bahari, ingine imekanyaga nchi kavu. Mkono wake wa kulia limeshika mbingu, limezitoka angani, yanatumwa na usiku. Oh, Yesu ako nayo, ziko chini ya ardhi. Shujaa amekanyaga hapo kwa duka. Usiku ni nani? Nimesimama niwe jibu lako, nimesimama niwe jibu ya mtoto. Wahubiri wanaweka hukumu nyuma yake, wanaongea lakini hawana boma linalowili. Boma linasonga likirudi nyuma, ni boma inastahili songe mbele linarudi nyuma. Usiku nimesimama na shujaa, falme ni nzuru kama nimekwama. Kama mamangu anasema buya amepotoka, buya amepotoka. Kanisa letu ni kubwa, kanisa ya ICDA. Nilibatisiwa nikafanya yote, nimetoka ninalala kwenye msitu. Mungu alinifanyia neema, nimesimama niuze Mungu wangu. Usiku unataka mtu, usiku namwomboleza mtoto, usiku namwomboleza mzee akitazama boma lake, anaona wazee wanaweka hukumu mbaya. Naomboleza mwanamke hapa akioko boma lake, anaona boma iende vizuri, wazee wanaweka hukumu. Leo nimesimama na jibu ya kukataza uhuru, nimesimama na jibu. Paulo anasema kwamba neno la Mungu yote, neno la Mungu yatenda, neno la Mungu ni kali. Leo naishinda. Je, utaituma bali unaona iwezekani? Jina ya Yesu mshujaa anaweka mbingu na nchi. Usiku wa leo liwe kitu chini ya mchanga, shujaa amekanyaga hapo, liwe kitu angani. Yesu analiona usiku huu. Mnajua Yesu mtaua. Haleluya. Oh, niko naye niko naye hapa. Waje nataka mtu, namtaka hilo kitu, nataka haraka. Anataka kitu. Yesu Mungu nami hapa nasema ya kwamba yule Yesu wangu, yule Yesu wangu, yule Yesu wangu. Yesu. Haleluya. 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 Nasema sema watilewa koniona kawona mtindo akela yetora tebo kama ndio yana kidogo kombo kawona suga yetora tebo kama ndio msema yakare ukiona akone leo kamano apako na tebo na